mimi naweza nikasema hivi kwa experience yangu. Wanawake wengi nimegundua hawawezi kujishikilia. Una uwezo wa kumhudumia mwanamke, ukampa kila kitu, ukahakikisha anapata kila kitu, na mwisho wa siku akatokea mwanaume akampa kitu na yeye akapata kitu, na wakati kile kitu ilibidi upate peke yako. Yani ukiwa uko naye anaenda tena kupata jibaba huko pembeni au mwanamke uko naye kwenye mahusiano, hasa haya mahusiano ya sisi vijana, unakuta uko na binti mrembo kwenye mahusiano, si ndio? Yeah. Let's say ana miaka 23 na wewe una miaka 24 hapo 25. Na yeye anakiri anakupenda kabisa. Wakati huo huo wewe unajibana kutoa 10,000, 20,000, 30,000 kuhakikisha mtoto wa watu anakaa sawa, hata kama wewe hujihudumii vile kama mtoto wa kiume. Unakuta huyo binti anaingiwa na tamaa, anaenda kuwa na mwanaume mwingine. Na huyo mwanaume mwingine akifanya tu huduma kama unazofanya wewe, anapewa vitu ambavyo wewe unapewa. Ndo dunia ambayo tuliopo sasa hivi. Narudie. Kana ambaye ni wa level yako. Huyo sio kwamba anakuwa na tamaa. Kuna kitu anakuwa anakitaka extra, hakipati kwako. Kwa hiyo akienda kwa mwingine anapewa zaidi, na ndio maana na yule naye anapewa kile ambacho ulikuwa unapewa wewe. Na kwa yule anapenda hela, ila kwako anapenda penzi. Kwa hiyo wewe unanithibitishia kabisa kwamba Sikiliza nikwambie. Mimi nimekupa kitaani kulivyo, lakini sio mimi eti ndo na mimi sithibitishi. Wewe uthibitishi. Lakini wewe kama mwanamke si unakiri kwamba mwanamke anaweza akawa na mwanaume wa kumpa penzi na mwanaume wa kumuomba pesa? Sio sasa hivi. Wa sasa hivi ni watafutaji. Kitu huwa wanafanya. Wanawake wa sasa hivi ni watafutaji. Yes, nikwambie kwa sababu gani? Ndio. Njia gani za utafutaji? Sasa naomba nikwambie. Ngoja nikwambie. Sasa hivi wana kazi nyingi wanafanya. Especially hata wa chuo ni wajanja kwa sababu tayari hapa anajua ataenda kwa influencer. Yaani mwingine anatoka hapo chuo, mimi kuna ambao najua. Influencer ni wachache, kuna wengine wanatoka tayari wanapata exactly, lakini wanatengeneza hela wanatengeneza. Kuna wanaouza mitumba, wanatengeneza hela watengeneza. Kuna mwingine ana specialized kabisa, yani yeye nguo zake tu ni kwenye dinner dress. Kuna mwingine yeye nguo zake ni za mazoezi tu. Hao wote ni waliotoka chuo lakini wameingia kitaani na wamejitafuta, wanajipanga. Mimi nitakwambia huo ni mfano mchache wa wanawake ambao wamelelewa kwenye familia zenye maadili na wanajua nini wanakitaka kwenye maisha. Lakini mabinti wengi waliopo sasa hivi mtaani, tunaelewa wapo. Ajira yao ya kwanza sema tu hivi ukweli kwamba lazima wawe na majibaba. Sasa kwa nini unazunguka hiyo just hata sema hivi kwamba atakuwa na mpenzi wake lakini atakuwa na nani? Mbaba. Atakuwa na mbaba. Ndio maana nikasemaje, unakuta kuna mwingine anakuwa na mipango. Mimi nimeshawahi kusafiri na dada mmoja yuko na mpenzi wake. Tukiwa tuko wote safarini, sasa dada ndo ananipa story. Mimi si unajua exo lazima nikiona couples nijue story. Yaani na huwa navutaga picha na image kwa sababu walikuwa so close. Mapenzi yao walianziaga chuo. Kwa hiyo wakamaliza chuo wakaanza biashara pamoja. Aliokuwa na connection zaidi ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ndo aliokuwa ambaye alianzaga vibiashara vidogo tangu akiwa yuko chuo. Kwa hiyo mwanaume akatia nguvu na wakanyanyuka, na ndio bado walikuwa kwa wote na wameshafunga ndoa. Sasa mimi nikikutana nao wamefunga ndoa na wana mtoto mmoja. Lakini bado mwanaume amesimama kama mwanaume, yeye ndo anatafuta masoko, yeye ndo ana design kila kitu, mke amekaa pale counter anakusanya hela. Lakini tukubali kwamba ajira ya kwanza ya mabinti wengi wa sasa hivi ni kuomba pesa kwenye mfuko wa mwanaume. Yes, hiyo ipo. Hata nani asitaka kuhudumiwa? Mimi mwenyewe nafurahi. Na napenda nikihudumiwa. Tena mpenzi wangu yani akinihudumia bila mimi hata kumuomba. Ndio yani inanipa mimi mshahasha zaidi. Yani nasikia raha sana. Hakuna ambaye hata kama nina hela nyingi kiasi gani. Ya mwanaume yani pale tu unaweza kukuta nina hela, lakini ikitoka kwa mpenzi wangu unasikia raha, yani kanijadi, anajua kabisa ninahitaji, yani mimi vinyoleo kabisa yani vinasimama hivi, yani napewa hela na mpenzi wangu. Wewe licha ya mpenzi wako kukupa kiasi cha pesa unachohitaji kwa wakati na ukakipata, wewe unampa nini ambacho mwanaume wako anaweza akasimama akajivunia? Au unafikiri ni kitu gani mabinti wa sasa hivi? Mimi mshauri mzuri sana na kumtia moyo mpenzi wangu kwenye kuchapa kazi. Na mshauri vizuri sana.
na make sure Gota ananishauri uko vizuri kwa kichwani. I say mimi mshauri wake mzuri kwenye kazi na kumtia moyo. Kwa hiyo hicho ndo unamsaidia. Yaani akija ni ku make sure apati stress hizo alizotoka nazo huko kwenye kazi. Mimi natakiwa kuhakikisha zile stress akiamka kesho yake aendi nazo kokote. Baada ya hapo anakula ushauri. Anakula ushauri na muandaa fresh nini na sindikiza baba akafanye kazi na kumpa baraka zote. Kwa hiyo baada ya kumpa baraka na ushauri na kumwambia apambane kwa wiki, tunaomba mara ngapi? Nini? Yaani tunaomba maokoto. Mimi siombi maokoto, anatoa tu maokoto. Anatuma mwenyewe. Hivi kuna raha gani ya kuwa na mwanaume ambaye anakutumia pesa tu mwenyewe yani? Raha sana. Baby hata sometimes unaweza ukaa tu nimetoka zangu au natoka zangu naenda na marafiki zangu kula chwin. Hiyo hapo. Tena hata aulizi kama umepata uvipi, anajua umepata tu mwenyewe, utashukuru. Wanaume kama sijui niko saluni, sijui nafanya nini chwin. Yaani hata wewe mwenyewe hata ulikuwa ufikiri kama atakupa, lakini imetokea anakupa. Tell me your experience wewe kama mtoto wa kike kumiliki mwanaume kama huyu. Sera sana. Yaani kuna kwanza unakuwa na amani ambayo inaonekana mpaka kwenye uso. Yaani ukikaa tu hivi yani unakuwa una raha, una uhakika. Of course. Hata kama unajua kuna mtu anakusaidia au kama kuna mtu anakusaidia hata kama hujui huko, wewe una stress, umetulia zako pale. Kabisa. Kuna mwanaume ambaye ndani ya siku 7 za wiki tuseme, kila siku anayoombwa pesa kwa mpenzi wake, siku 4 zinaambatana na neno sina au kuna mchongo na usikilizia au sielewi. Hizi siku 2 zinazobaki ndo anaweza akamsaidia tena nusu ya ile pesa kutokana na ugumu wa maisha. Yes. Wewe una nini hapo? Mwanaume kama huyo anastahili kuwa na mwanamke na kuwa naye kwenye mahusiano na maisha mengine yakaendelea. Kwa sababu tunaelewa heshima ya mwanaume ni kipato. Hana kipato na ana mwanamke. Tukiacha dharau anazopitia mitaani ndani ya mahusiano, yeye na mwanamke wake anapaswa kuheshimiwa. Of course, kama wamekaa muda mrefu kwenye mahusiano ama wamekuwa kwa muda mrefu, na kama alikuwa nacho alafu kikaja, unajua kwenye maisha kuna ile unashuka kipato au chochote kinaweza kikatokea. Unajua gazili kwamba alikuwa yuko sawa, kwa hiyo kuna mahali katerereka kidogo, lakini unakuwa na imani naye kwamba itakaa sawa. Na ni kwenye commitment zile proper. Let's say mko kwenye engagement ama mko kwenye ndoa, lakini kwenye girlfriend kiukweli huwa mara nyingi wanawake wanaondokaga. Mara nyingi. Sio wote. Ni baadhi. Tayari anaona yani pale financially itakuwa ni mzigo kwa sababu mtu ambaye anakuambia mpaka asikilizie mchongo, jumba bovu linakuangukia wewe mwenyewe. Lazima uikamate wewe familia sasa. Kwa hiyo kuna wale ambao wanakuwa ni wavumilivu, anakuwa na matumaini na kumpush pia mwenzake kutafuta any other source ya kuhakikisha kwamba wanapata chochote. Hao ndio angalau sasa wanaendaga baadaye wanaendelea kunyanyuka. Lakini kuna mwingine angalau anaona hapa matumaini hamna. Matumaini? Hakuna. Kila kitu kimepotea. Sasa kwenye ile swali ambalo nimekuuliza nyuma kidogo, mimi kama kijana ambaye after 5 years 4 years naweza nikawa baba wa familia, nikawa mwanaume, experience tunaingia kwenye mahusiano na wasichana wazuri, mabinti wengi ambao wanadai tuwahudumie na tunapambana kuwahudumia, lakini hakuna cha maana 100% ambacho tunakipata kwao nje ya mapenzi. Niliona hiyo hata kwenye social media, wasema ukitoa mapenzi mtoto wa kike ana nini kingine cha kuofa kwa mwanaume. Hasa hawa mabinti wa 2000 wamekaa kama useless, yani nje ya kitanda. Mimi sioni kama kuna kwenye mabinti 10 wa 2000 naweza nikapata 8 ambao wanaweza wakanipa kitu ambacho kama mwanaume nikasimama na nikasema huyu mwanamke amefanya kwenye maisha yangu. Kwa hiyo wewe unasemaje, yani kwamba kuna nini? Mimi naamini mabinti wengi wa sasa hivi wanaona wewe unachoamini, lakini naomba nikwambie kuna sehemu hapo kati uswazi mwanaume anahudumiwa. Kwa taarifa yako, tena ahudumiwi na mwanamke mmoja,
Tafuta, fanya investigation zako, unadhani na utanielewa. Maana mimi ndio huko mimi pia napita nichukue hizo. Kwa taarifa yako, tulia kwanza. Tulia nikupe. Tunaongelea swala la uhalisia. Huyu ni kijana ambaye kama wewe. Ndio hivyo, ni uhalisia unakuelezea sasa. Wewe unasema sisi hatuna cha kuofa, lakini ni kweli. Sikiliza sasa, kwa nini hutaki kunisikiliza? Vipi na nyinyi wanaume ambao kabisa unajua kabisa, yani una demo huyu alafu una demo huyu, na wale mademo wote wanakuhudumia, na unakaa mtaani unatamba kwamba wewe ni handsome boy unahudumiwa. Hivi na wao unajua pia nyinyi pia mpo style. Kuna tofauti ya kupenda, kupendwa na kupendana. Kuna tofauti ya kupenda, kupendwa na kupendana. Mimi mademu akinihudumia naamini wamenipenda. Wao wenyewe si ndio wametaka huduma yangu. Wewe unapendwaje na wanawake wawili? Ama wewe unapendaje pia wanawake wawili? Inatokea. Hapana, kunaga hiyo. Basi hata sisi pia inatokea. Ndio nature ya dunia. Na ndio nature ilivyo kwa mwanamke. Mbona Mungu anatupenda wote? Sikiliza, kwa kifupi ni hivi, mtoto wa kike pia na yeye ana baraka zake kwako wewe kwenye utafutaji. Msiwaze tu kwamba pale sasa kwa nini nyie mnaona sisi baraka zetu ni pesa? Amuoni baraka za kiroho kwamba sisi hatuwezi kuwaombea au sisi hatuhitaji kupendeza? Kwa nini nyie mnaona tu baraka za mfuko? Muhimu kwa sababu wewe unakuja kwa, ndio maana nimekuambia sisi ni kama ua. Ukiliacha limekaa tu pale, na ndio maana siku zote mwanamke mwenye kupewa huduma nzuri utamuona ni mzuri. Mwanamke ambaye hapati huduma ukimwona tu unajua unafanya kachoka siku hizi. Ndio vitu kama hivyo. Kwa uzuri wa mwanamke unaendana, lazima ujue kulinyeshelea ili ua ili liendelee kunani. Hata wewe pia ukiliona pale si unalifurahia. Shida maua 2000 yana miiba, unanyeshelea wewe. Linakuchoma na linaenda kwa inavyoonekana umeumizwa sana. Hebu tulia kwanza. Sasa hizi sio wakati wa wewe tena kuingia kwenye mapenzi. Nikwambie tu ukweli, tulia. Alafu kingine kinachosababisha unakuwa kwenye mazingira hayo, wewe wapenzi wako wote unawapata tu eneo lile moja. Lipi? Huko unakofanyiaga mawindo. Acha kufanya mawindo ya wapenzi huko unakofanyiaga. Kama unaendaga kwenye maeneo yenye saluni, yenye vigodoro, toka huko. Mimi nimefikia hatua ya kwamba siwezi kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye nimelingana naye umri. Kwamba unataka awe mkubwa au awe mdogo? Msichana wa saizi yangu. Umesema uwezi kuwa na mtu kwenye mahusiano ambaye mmelingana umri. Unataka awe mkubwa au awe mdogo? Sasa hivyo ni vitu vya siri. Kwa hivi inakuwaje siri vya kwako? Mimi tunaongea hapa. Wewe unataka mkubwa. Unataka mkubwa kwa sababu gani? Sitaki msichana niliyelingana naye. Ila unataka mwenye umri aliyokuzidi. Asante. Hata akiwa na umri mdogo. Asante, nimekuelewa. Hata akiwa na umri mdogo. Sisi tulioko huku Cuba tushaelewa. Ni vizuri. Unajua kwa sababu gani? Mwanaume ili ipendeze inabidi umiliki mwanamke ambaye umempita miaka. Mimi nimesema sitamani kuwa na mwanamke wa umri wangu. Unataka mwenye umri mkubwa? Mimi huko sijasema. Ndio maana mimi huko unaniwekea maneno, ila mimi sio mbaya. Unajua kwa sababu gani? Waliokuzidi umri wanakuwa wametulia, wanajielewa, wako kwenye shughuli zao, hawana hizo stress. Alafu kitu kingine, nyinyi mnaaminigi, nyinyi hasa hiji yenu nyinyi mnaaminigi ukimpata mwenye umri mkubwa huko, shida yake ni show tu, tayari ameshajipata. Kwa hiyo unajua pale ni show, mimi pale mwanangu tu, yani uno. Unaona sasa? Napenda mpendi. Sio, tuongee ukweli yani. Sio hizo za kwenu. Hizo za kwenu? Mnapenda za kistaarabu. Ndio. Lakini hapo kwenye show hivi sitaki na mimi. Ngoja. Sitaki. Starehe ya kwanza ya mwanamke kwenye mahusiano ni pesa ama sex? Kwenye mahusiano wakati wa kutongozana huwezi kuongelea sex. Mshaingia kwenye mahusiano, mko ndani ya mahusiano. Nishajua kama ana hela pia au yani hivyo wewe sawa, tufanye ushajua ana hela. Starehe ya kwanza ya mwanamke kwenye mahusiano ili atulie na asikukimbie ni pesa ama ni kitanda? Mbona vyote? Kwa hiyo inabidi mwanamke kitandani uwe vizuri na pesa umpe vizuri. Eh. Ukipunguza kimoja
Kipi sasa? Sasa jamani, yani wewe show utoe kali, pesa utoe nyingi. Kwani hiyo show unanipa mimi ama wote tunafaidika? Show nakupa wewe. Hapana, kwani mimi unipe, wote tunafaidika, ndio maana ulinifuata. Ina maana na wewe pia ina faida kwako. Wewe vipi? Tumalize hiyo. Maana hapa nitaanza kuongea afu nitaanza kuambia yule bwana pale ile sio iko hivi sitaki. Mniache huku kwenye store. Hapana. Sitaki. Kwa sasa hapo mbona unakimbia? Kwa sababu mimi kwenye ukuaji wangu nimekutana na story nyingi ya kwamba mwanamke ukiwa uko vizuri kitandani anakupiga chini. Nyinyi wenyewe mnalalamikaga nikupe show nzuri alafu bado na hela nikupe, amsemagi nyinyi. Sasa wewe uone hapo unafanya kazi mara mbili, wewe unataka nini? Kwani wewe ukija kwangu ulikuwa unakuja kuniofa nini? Kukutongoza tu, kuwa na wewe kwenye mahusiano tu. Kuwa na wewe kwenye mahusiano ndio inajumuisha huko sexy. Na nikiwa na wewe kwenye mahusiano ina maana sisi tumeshakuwa mwili mmoja. Tunapendana? No comment. Sasa kwa nini pesa yangu iwe yako iwe yako peke yako? Ya kwangu ni ya kwangu. Na amini mimi haya mahusiano ya hivi huwa yanadumu, yanakuwa mazuri na yanaheshimika. Mahusiano ya ela mwanamke ni ya mwanamke. Ela ya mwanaume ni ya mwanamke. Ndio mahusiano yanayodumu. Na show it's obvious, wote tunapiga show. Sio kwamba show yetu wewe ndio unanipa show, hapana. Ila nani anatakiwa awe master wa show? Wewe, nani kakwambia mwanaume anajuaga show? Wewe ndio maana tukifanya mistake kidogo kwenye show mnapiga kelele. Shida nyinyi mnafikiriaga kupump ndio show. Hiyo sio show. Sisi tuna mengi sana tunayajua na ndio tunawaleteaga kwenye show. Mbona pale vigelegele vinatokaga? Sasa vigelegele si nani mwisho wa kushereheshana na we vipi? Ile ukukote mwanzo mpaka mwanze kukaa sawa mfanye nini na nini na kila kitu. Ni nafasi ya mwanamke. Ngoma iko hapa. Hapana. Mwanaume mwanzo wa performance. Unajua umeshaanza kunipeleka ambapo mimi nilikuwa sitaki kwenda. Kwa nini mnalalamikaga? No comment. Kwa nini hamna dawa za nguvu za kiume za mwanamke? Kwa sababu sisi tuko vizuri. Hamko vizuri, hapana. Sikiliza, sisi tuko vizuri hata kichwani, ila nyinyi ndo maana nimesemaje, nyinyi hamjui. Wewe ndo unatakiwa kunifanya mimi nikakaa yale mazingira ambayo wewe unakuwa umekaa, ambapo mimi ndo nakufanya unakuwa kwenye hayo mazingira bila wewe kujua kwamba mimi ndo nimekuweka ukakaa. Sasa kwenye mahusiano tofauti ya mwanaume na mwanamke ni kwamba mwanaume ana mtambo ambao unahitaji sense ili ufanye kazi. Unaona tunarudi pale wewe unafikiria ni mtambo. Yaani nishakwambia wewe uwezi bana, nyinyi sio. Mimi sitaki kuongea. Utanipeleka mimi sehemu ambayo sitaki kuongea. Lakini ukweli ndio unabaki pale. Nyinyi mnafikiria ni mtambo. Show sio mtambo. Show ni mtambo. Wewe mtambo umekaa hivi fanya manjonjo. Sikiliza, mtambo sio kwamba unakaa hivyo. Mtambo unaweza ukawa ni mtambo kama mnara ni mrefu ni mfupi vyovyote vile. Lakini unatakiwa tu kuwa na afya, unatosha. Basi kwa mtambo wa afya. The Page. Information is life.